lakini bado itakuwa ni huduma ambayo kwanza wanapata hela, lakini inatusaidia kwa huko. Na bado na mambo mengine, kuna watu wananiambia wanahitaji matrekta, tutajaribu kuangalia, kwa sababu 10% ya halmashauri ni ya wote kwenye kata 13. Okay. Kwamba ni kuendelea kuiunga mkono serikali. Serikali hii imefanya mambo makubwa sana. Mimi nimesema naenda awamu ya 3. Maana yake nimeanza 2015. Wananchi wangu watakubaliana na mimi kwamba 2015 tumefanya mambo makubwa sana, lakini mara nyingi tulikuwa tunachangishana, tunaenda mlimani. Awamu hii ya 6 imekuja na falsafa nyingine na kuletea mradi, inaanzisha chini mpaka juu. Nimetoka kuongelea habari ya kituo cha afya. Kituo cha afya zimeletwa milioni 500. Maana yake ni fundi atakuja ukabidhiwa site. Hatutajua material yako wapi, labda kwa mbali. Kama wananchi, kwa sababu mradi huu lazima na sisi tushiriki, labda kwenda kusomba maji kama itabidi, lakini labda na kurudishia kama kutokuwa na vifusi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wananchi wangu waendelee kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6. Imefanya mambo makubwa na inaendelea kufanya mambo makubwa sana, lakini utulivu uwepo wa kutosha. Sisi huku tumezoea utulivu, na kwa mbali sana tulishazoea, unaweza ukawa na kang'ombe kako na kaweka huko. Sasa kwa hali inayoonekana huko kwingine, tusiruhusu sana. Tuipe ushirikiano serikali, wanipe ushirikiano wa kutosha. Mimi ni mwakilishi wao, nitaenda kwenye baraza la madiwani, nitarudi kuwapa mrejesho. Kama kuna vitu 2, 3 wamenituma, nitawaambia kama ni vyote vimekubalika au ni kimoja kimekubalika, vingine tu. Na wahudhurie sana mikutano ya hadhara. Maana kuna shida nyingine, wananchi yani anakaa nyumbani anauliza umekubaliana nini huko. Hiyo sio sawa. Njoo na mawazo yako, hata kama ni ya kupinga, njoo upinge kwa hoja. Maana issue sio kusifiwa. Issue ni kuja kutengeneza hoja yenye kujenga. Kuna kitu kimeletwa, haukitaki, elezea kwa hoja, sio kwa kupinga kwa nguvu. Na inawezekana ukapinga kwa hoja ikatusaidia na sisi kufanya vizuri zaidi, kwa sababu binadamu wote sio wakamilifu. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba wananchi tunapowaita wahudhurie. Acha kuwa kama mganga wa kienyeji, watamaliza. Maana yake wakishamaliza wakapitisha mradi, utaanza kuhoji kwa nini ilikuwa hivi. Ulipewa nafasi. Na mimi kwa kila mwaka nazunguka kila kijiji, mikutano yangu 3 ya kusikiliza wananchi. Namba zangu za simu ziko wazi, napatikana kwa muda wowote. Inawezekana nisipatikane kabisa ofisini, lakini mimi unaponipigia simu muda wowote, lazima ni respond. Itakuwa inakubalika. Naenda awamu ya 3 ili kuendeleza pale nilipokomea, kuisukuma kata ya Nyanguko. Kata ya Nyanguko ni kata mojawapo kati ya kata 13 zinazounda halmashauri ya manispaa ya Geita, lakini pia na jimbo la Geita mjini. Niko pembezoni kidogo mwa mji. Ukiwa unatokea Nyang'hwale ni kata ya kwanza, lakini ukiwa unatokea mjini ni kata ya mwisho. Ni takribani kilomita 24 kutoka makao makuu ya halmashauri. Kwa hiyo kule kwenye swala la uchumi tunategemea sana kilimo na ufugaji na biashara ndogo ndogo. Lakini kwa nini tunaomba kila siku kuwatumikia wananchi? Ninazo ndoto ambazo natamani kata yangu niifikishe. Kwa mfano, tumeingia mwaka 2015. Kata haikuwa na sekondari. Mpaka tunakuja kumaliza miaka 10 tuna sekondari 2. Vipaumbele vyangu kwa kuanzia hapa 2025-30, natarajia nikatengeneze shule moja ya sekondari ambayo kwenye kichwa changu naifikiria. Hizi shule tunazozisema ni shule za kata, zinachukua watu ndani ya kata. Kwa hiyo tulitengeneza kulingana na jiografia ya kata, vijiji 2 vikawa na sekondari na vijiji 3 vikawa na sekondari. Sasa matamanio yangu mimi, nataka nikatengeneze shule moja kubwa yenye kubeba baadhi ya vipaji vya kata, lakini na vipaji vya kata jirani, kwamba angalau yenye sura ya mji, kwamba katika halmashauri ya manispaa ya Geita, katika shule zake zile maalum, kuna shule moja ambayo itachukua wanafunzi wa kata sehemu mbalimbali, hata 2, 3, 2, 3, 2, 3, wanaenda kukaa
tutakamilisha darasa, na eneo nimeshalipata. Nimeongea na viongozi na wananchi wa kijiji cha Shinamwendo, tumekubaliana eneo lipo lina takriban eka 12. Lakini kipaumbele kingine, kule tunasumbuka sana maji. Sawa, najua tuna mradi mkubwa wa miji 20, maji yatafika mpaka huko, lakini sasa ni swala la muda, kwa sababu inawezekana ikafika mpaka mwaka kesho. Tulianza na vile visima vya kupampa ambavyo tena naona kama impact yake inakuwa ni ndogo, kwa sababu vinapokuwa vinaharibika na watu wetu elimu zao ni ndogo kuchangia kale ka mfuko ka watumia maji, inanipelekea kupata changamoto ya mimi kuchukua hata kasenti kangu mfukoni au kuja tena kuomba kwa watu wa GEWASA. Kwa hiyo hapo napo tumepata mradi mmoja kwenye kijiji cha Nyanguku ambapo wamedrill kisima kikubwa, wanataka wakaweke solar system ili tuweke tenki kubwa angalau tusambaze kwenye kijiji kile cha Nyanguku ili kuondokana na uhaba ule wa maji. Lakini kipaumbele kingine ni miundombinu ya barabara. Sisi kule kama nilivyosema ni wakulima. Yaani mtu anaweza akalima tikiti maji zake mbali au mpunga au nini, inategemeana, yani akisha kwenye mavuno na yale mavuno yake inakuwa ni changamoto. Tumejitahidi sana kuboresha, kufungua baadhi ya barabara na zingine tutaendelea kuzifungua, na wananchi wanaona kwa macho, wala sio story. Kwa hiyo nacho ni kipaumbele kwamba njia na hitaji zipitike muda wowote, pamoja na kwamba ni za Moram, lakini angalau zipitike wakati wowote. Hicho tunaendelea kukifanya kwa ushirikiano na watu wa TARURA, lakini sisi tunaenda mbali sana. TARURA yeye ni msimamizi wa hizi barabara. Anapolima, kwa mfano sasa hivi ni masika, inaweza ikatokea mvua ikaja, kwa sababu ni za changarawe, mvua ikakata barabara, sisi kule tunalazimika kwenda kuhamasishana kurudishia, kwa sababu watumiaji ni sisi. TARURA ni msimamizi, afu watumiaji ni sisi. Ndio anasema nahakikisha barabara zipite wakati wote, zipitike. Kipaumbele kingine ni issue ya umeme. Maisha ya siku hizi huwezi ukayatofautisha mwanadamu na nishati. Kwa hiyo nilikuwa na vijiji 4, kijiji kimoja kilikuwa hakina umeme, lakini napo tumebahatika, tumepata mkandarasi wa vitongoji, tumempeleka pale. Kwenye kata yangu nina vitongoji 11. Kati ya vitongoji 11, vitongoji 6 peke yake ndio vina umeme. Kwa sasa tunaenda napo tena kwenda kuweka msukumo angalau na vile 5 vipate umeme. Na vikishafika wananchi tunawahamasisha, yani ni bora auze hata mbuzi mkandarasi akiwa site, angalau awashe hata chumba kimoja, alafu akishaondoka mkandarasi ataenda na unga ili kukamilisha jengo zima. Kwa hiyo ni harakati ambayo tunaendelea nayo. Lakini kipaumbele kingine ni kwenye afya. Afya, mimi nimeingia kata ya Nyanguku haikuwa na zahanati hata moja. Leo tunazo zahanati zetu 4. Lakini nimefanikiwa kwenda kupata kituo cha afya. Tunazo milioni 500 na sasa hivi naambiwa kwenye hatua ya manunuzi. Sasa hapa vituo vya afya vingi, nimejaribu kutembea kila sehemu. Vituo vya afya tunajenga ni majengo, hatujengi kwa maana ya kutoa huduma za afya. Milioni 500 iliyoenda, kuna baadhi ya majengo yataanzishwa, lakini kuna baadhi ya majengo yananiambia yatafeli. Kwa hiyo nilicheki na mkurugenzi, mwambia kwenye bajeti inayoendelea angalau tuone namna ya kutengeneza fungu lingine kwa ajili ya kwenda kuongeza yale majengo, ili tukizi vigezo vya majengo ya kituo cha afya, lakini pia tukaangalia namna ya vitendea kazi, kwa sababu unaweza, kama ninavyosema, unaweza ukajenga kituo cha afya kikawa ni majengo, lakini huduma zikawa zinatolewa za ngazi ya zahanati. Kwa hiyo mimi nafikiri nitasimamia sana na wananchi wangu, naomba waniunge mkono na tuwe pamoja, nipe ushirikiano wa kutosha. Mimi kwa nafasi yangu huko nitasimama, tutapata wataalamu wa kutosha, tutapata vitendea kazi kwa maana ya vipimo vya kutosha. Lengo langu, nataka mwananchi wangu wa Nyanguku kilomita 24 kuja kupata huduma kwenye hospitali yetu ya wilaya ni mbali sana.
Kwa hiyo huduma za uzazi, si upasuaji mdogo, vipimo vya ultrasound na vingine, nitahakikisha nasimama kwa nafasi yangu na vinapelekwa, kwa sababu halmashauri yetu mapato ni makubwa sana. Kipaumbele kingine, swala la kilimo, nishukuru serikali ya Mama Samia. Kwa kweli wakulima inawajali, pamoja na kwamba hatuna mradi mkubwa labda umwagiliaji, lakini mimi nakiri kwa niaba ya wananchi wangu kwamba habari ya pembejeo zinafika, mbolea za ruzuku zinafika, mbegu za ruzuku zinafika na wananchi wanazitumia. Kwa hiyo kwenye hilo kule hatuna shida. Tulikuwa na afisa kilimo amestaafu. Kwa kipindi hiki mimi nitapambana na mkurugenzi angalau aweze kutuletea mtumishi wa kilimo, ili angalau wakulima na wafugaji waendelee kuneemeka na kwa ushauri wa wataalamu. Na tumewachimbia lambo lile liko mara mbili, tutanyweshea mifugo na tutalima wenye maeneo yanayozunguka hilo lambo. Maana yake watalima bustani, mboga na vitu vingine. Kwa hiyo mambo yapo mengi, lakini hata vijana hatujawaacha, wakina mama hatujawaacha, wenye ulemavu hatujawaacha. Mimi nimeingia kwenye kata ya Nyanguku, ilikuwa na vikundi viwili 2015. Ilikuwa na vikundi viwili ambavyo vilikuwa vimekopeshwa milioni moja. Yaani kata nzima ilikuwa na mkopo wa milioni 2. Mpaka naenda kumaliza mwaka jana takriban milioni 120 zimekopeshwa. Kwa habari ya vikundi watu wapo. Sema sasa, kama nilivyosema juzi wakati wa ufunguzi wa baraza, tunahitaji vikundi vyenye kuleta impact. Kwa sababu shida ya kule, unakopesha mtu milioni 5, wako watu 5. Unakopesha milioni 5, wako watu 6. Haisaidii. Sana wanajikita kwenye ufugaji wa kuku. Kwa utakuta kwamba sample ya vikundi, tunalima bustani, tunafuga kuku, tunafuga mbuzi. Labda kwa mbali utakuta vijana wenzangu tumejitahidi sana kuhamasisha kuunda vikundi na kuwakopesha pikipiki. Sasa kwa awamu hii nataka tukatoke kule, tukakopeshe vikundi vikubwa. Watu wanaweza wakaanzisha hata karakana ya ufyatuaji wa tofali. Ukianzisha ujenzi kule sasa hivi tunalazimisha kuja kununua tofali huku kilomita 24. Kwa hiyo cost inakuwa ni kubwa. Mtu wa hapa mjini, ukienda mjini ananunua tofali kwa 1000 au 1100, lakini huku pembeni unapata tofali kwa 1300, 1400. Na hapo mpaka mtu ameshaelewa unachukua tofali idadi gani na kwa kumbembeleza sana. Kwa tukianzisha hivi